Uishi milele mchawi mkuu. Tawile mchawi mkuu. Uishi milele mchawi mkuu. Omukwa ne mchawi mkuu. Olembo mukwa ne mchawi mkuu. Hauna baya kabisa chafi yangu. Afu mzee, naona bangi zinakuvuruga kichwani. Yaani wenzako wanaitikia salamu nzuri, wewe unaitikia kisela, si ndio? Unaona tunafanana? Wataka nikugeuze uwe paka sasa hivi? Samahani mchawi mkuu, kidogo nilikuwa nanogesha salamu. Unajua tena sisi wasela. Sasa naombeni mnisikize vizuri. Hapa nimewaita ni kikao cha dharura. Na najua wengine mlikuwa kwenye majukumu yenu, lakini inabidi msikilize hichi kikao. Ipo hivi. Tupo katika vita. Hii ni vita kubwa sana ya kichawi. Kwa hiyo hatuwezi tukasema tulale, tukae tu tumeboteka tu kama bwende, akati mambo huku yanazidi kuwa lele. Kwa hapa nimewaita kwa ajili ya vita. Mko tayari kwa ajili ya vita? Ndio mchawi mkuu, tuko tayari. Wewe tupe maelekezo. Sasa basi, hamwezi kwenda sehemu moja watu wote. Itabidi niwagawanishe majukumu. Kila mmoja nitampangia sehemu. Kuna wengine wataenda sehemu wakiwa wawili au watatu kwa sababu ya jukumu linavyokuwa zito. Lakini kuna wengine watabidi wafanye hili jukumu wakiwa peke yao. Sasa naanze na wewe. Cheusi, wewe jukumu lako kubwa ni kwenda kutafuta wanachama wapya. Utazunguka mtaa huu na vijiji hivi, utazunguka kwenda kutafuta wanachama wapya. Lakini nilikuwa na swali mchawi mkuu, nitaweza vipi kuwashawishi wanakijiji katika kijiji hiki waweze kujiunga na chama hicho cha kichawi? Cha usiku binti yangu, ndio maana ukaitwa mchawi. Maana ya kuwa mchawi ni mtu mbunifu. Wewe tumia ubunifu wako utakaoweza kutumia ili mradi tuweze kupata wateja wapya, sawa? Basi sawa. Wewe ndevu mbili. Ndio mchawi mkuu. Na wewe mzee Msegena. Igwe. Pamoja na wewe Msela, unasikia? Nyie wote watatu, wewe Msegena, wewe Msela na ndevu mbili, nyinyi mtaenda kwa Bibi Nyamizi. Lakini mchawi mkuu, Bibi Nyamizi ni mchawi ambaye anapingana na kikosi chetu. Unajua kabisa yule ni mpinzani wetu mkubwa. Unataka tukafanya nini kwa Bibi Nyamizi? Tutaenda kuuliwa kule. Ndio, natambua kwamba Bibi Nyamizi aliwahi kuwa mwanachama wetu, lakini baadaye alikuja kaasi chama, akaamua kwenda kwenye timu pinzani. Na mjua kabisa Bibi Nyamizi amekuwa ni mpinzani wangu mkubwa sana, lakini alikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Sasa kuna baadhi ya vitu kama tunguli na vitendekazi ambavyo vilikuwa kwenye chama chetu, Bibi Nyamizi ameondoka navyo na anavitumia kwenye kundi kingine. Kwa hiyo nini lengo la kwenda kwa Bibi Nyamizi ni kwenda kuvichukua vile vitu vyote vya kiganga na vya kichawi, muweze kuvirudisha hapa, sawa? Na ikishindikana kabisa, mwende mkamloge hata binti yake mje naye hapa. Mchawi mkuu, mimi umesahau kunipangia majukumu yangu. Mimi natakiwa nifanye nini? Mlako wewe ni la hospitali. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mchawi kwenye kitengo cha hospitali. Wewe utaenda hospitali. Vita yako kubwa itakuwa ni kuhakikisha kuwavuruga akili madaktari na manesi waweze kuwapatia wagonjwa dawa ambazo walikuwa hawajapanga kuwapatia. Yaani wapatie dawa ambazo zilikuwa ni nje ya matibabu yao, sawa? Hakikisha unawavuruga akili zao na uwafanye wawe watu ambao kama wamechanganyikiwa vile, sawa? Sawa mchawi mkuu. Kumekucha katika hospitali hii. Yaani hii kitengo nilichopewa wataita maji mma. Yaani hapa nitahakikisha madaktari na wanesi nitawachanganya akili zao, nitawavuruga mpaka watachanganyikiwa. Yaani hapa hii kitengo nimekipenda sana. Yaani kitengo hiki ni kitengo ambacho kwa kweli nilikuwa natamani kila siku nipangiwe. Sasa leo nimekipata, kimekuja kabisa kwenye mfumo wangu. Nitakachokifanya hawa ni kuwachanganyia formation tu. Yaani kama ni 1/2, mimi nitawapa 4/9. Watakubali mchezo tu. Hapa najigeuza kuwa daktari. Alafu kazi yangu mimi itajifanya kama ni daktari ambaye daktari bingwa nimetumwa kutoka Muhimbili. Kazi yangu kubwa mimi ni kuwavuruga hawa madaktari waweze kutoa dawa na tiba ambazo walikuwa hawajapanga kuzitoa. Ni kuwavuruga tu. Kazi yangu ni hiyo moja tu. Na mimi nitajifanya kama daktari. Hawezi kanigundua kwa lolote. Ngoja nibadilishe naye mavazi. Daktari mkuu, samahani, jana nichelewa kufikisha ripoti, lakini kufika jana jioni idadi ya wagonjwa ambao walikuja kulazwa hapa hospitali waliongezeka kutoka 50 mpaka kufika 102. Kwa kweli ukiangalia idadi hii na ongezeko hili la wagonjwa ukilingana na ukubwa wa hospitali yetu tunazidi kuzidiwa. Wameongezeka. Na vipi ile wadi ya mama na watoto kule? Wadi namba 2 vipi na nyewe hali yake?
Kwa hesabu ya haraka jana wameongezeka wamama 3 na watoto walikuwepo kama 4 hivi. Kwa hiyo ukiangalia kuna ongezeko lingine jipya. Na pia hata ukiangalia ile wadi wa ICU pia na yenyewe kuna wagonjwa wapi wameongezeka. Hii sio hali ya kawaida. Sio hali ya kawaida hii Tausi. Mimi nakwambia kabisa. Hapa inabidi tufanye research rafiki yangu, kwa sababu ukiangalia idadi ya wagonjwa wanaoongezeka hapa hospitali kila siku ni nyingi na watu wazidi kuongezeka ni wengi, na ukiangalia kesi zao huwa zinafanana. Unakuta mtu alikuwa anaumwa kichwa tu mara akafariki. Mwingine alikuwa anaumwa mara si tumbo, hali yake ikazidi kuwa mbaya. Na ukiangalia kesi zao zinakuwa zinafanana. Huenda kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji huu ambacho bado hatujaweza kupata tathmini yake. Mimi ninachoona inabidi tuje tukae na department, tuje na mpango kazi. Kweli kabisa, hata mimi nakuunga mkono daktari mkuu. Yaani kwa kweli mimi nikiangalia hata idadi tu ya wagonjwa ambao nawapokea, wanaokuja emergency, wanakuja ni wagonjwa ambao kesi zao zinafanana. Na ukiangalia mimi kwa research yangu ndogo niliyoiona ni kwamba magonjwa ambayo sio ya kuambukiza ndio yanaongoza kuliko hata magonjwa ya kuambukiza. Yaani ukiangalia idadi ya wagonjwa waliokuwa admitted ambao wao walikuwa na magonjwa ya kuambukiza ni ndogo, lakini magonjwa ambayo sio ya kuambukiza watu ni wengi sana. Sijui tatizo ni nini. Kuna kitu ambacho kitakuwa kinaendelea. Kumbe hata umeliona Basi usijali, nitaitisha kikao cha wafanyakazi wote wa hospitali hii tuweze kukaa chini, tuweze kupanga mikakati na namna gani ya kuweza kutatua matatizo katika hospitali hii. Manake isije kafika pointi hospitali yetu ikasidiwa, na unajua hospitali yetu hii inategemewa na wanakijiji wote wa mtaa huu. Kwa hiyo itabidi tuje na mpango kazi wa kuweza kutatua tatizo hili. Mimi ningeomba uende wadi namba 4 kule, kuna wagonjwa ambao watakiwa kupatiwa huduma, na ujitahidi sana kuwapatia huduma kwa wakati, sawa? Basi sawa daktari mkuu, nitafanya hivyo. Nataka nipite na pale store room, nataka nikaongeze idadi ya gozi na cotton wool zimeniishia. Alafu baadaye nitaingia kwenda kuwapatia huduma, manake kuna wagonjwa ambao watakiwa niwafunge vidonda, kuna wengine ambao walipata ajali. Kwa hiyo nataka nipite na store pale, kuna mzigo nataka nikauchukue. Basi ni sawa Nestausi, wewe waweze kuendelea majukumu yako, lakini kaa ukijua tu kwamba nitakuja niitishe kikao, naangalia tu ni wakati gani ambao ni sahihi kidogo. Idadi ya wagonjwa ikipungua, nitaangalia ni muda gani ambao ni sahihi tuweze kukutana, tuweze kufanya kikao ambacho tutakaa chini wafanyakazi wote hospitali hii tuweze kujua ni namna gani tunaweza tukatatua matatizo ya hapa, na kwa nini kesi nyingi za wagonjwa hapa zinafanana. Tunatakiwa tukae chini tuweze kutatua hili tatizo. Tena huku na unafanya nini huku store jamani? Astaghfirullah adhim. Yaani watoto siku hizi, watoto wa 2000 hawana hata adabu. Yaani mtoto mdogo kama wewe, kikagulo mdogo kama wewe, unaniuliza maswali kama hayo. Hauogopi? Unaniuliza daktari mkubwa kama mimi maswali kama hayo kweli? We mama, taratibu. Hii sura ngeni sijawahi kuiona katika hospitali yetu. Lazima niulize, lazima nihoji kwa sababu hii ni department yangu. Mimi daktari mpya kutoka Muhimbili. Jina lako unaitwa nani? Manake sura ngeni hii sijai kuiona kwenye department yetu. Wewe unataka kujua jina langu la nini? Unataka kuniloga, si ndio? Wewe unataka kujua jina langu la nini? Na hapana, niko nataka niulizie tu niweze kufahamu. Na samahani, labda utakuwa department gani? Huyo mtu anataka kuniaibisha huyu. Mimi niko kwenye department ya pediatrian. Na wasiwasi, wewe daktari kweli? Hatuna department ambayo ni ya pediatrian. Umekosea labda kwenye pronunciation. Inatamkwa kama pediatric, sio pediatrian. Hiyo ni mambo ya watoto. Hapo ndo umenielewesha. Sinajua tena ulimi hauna mfupa. Mimi sasa najua nimesoma. Elimu zetu zile za miaka 80. Haya mambo tulikuwa kidogo, na sasa hivi tunajua tena kwenye kizungu kidogo, wenzetu kituruka kidogo. Kwa hiyo ni pronunciation tu, lakini tupo kwenye department hiyo. Kwa hiyo punguza maswali mengi, sawa? Wewe Tausi kafanya nini huku? Kuna wagonjwa huku, njoo. Basi sawa daktari, nakuja, sawa, nakuja. Ngoja mara moja, samahani. Unafanya nini muda wote? Tena haraka. Watu watakiwa kupewa dosage, watakiwa kupewa dosage yao ya muhimu. Nenda kawai wagonjwa wa emergency huko. Sio unakaa tu hapa unapoteza muda kuniuliza maswali. Unamuuliza maswali daktari mkubwa kama mimi. Haya, ondoka hapa, potea. Tafadhali dokta, naomba uniendeshe taratibu kwa kweli. Najisikia maumivu makali sana kwenye mbavu zangu. Kwa kweli hapana. Haiwezekani. Sijawahi kumuona daktari kama huyu kwenye hospitali yetu. Sijawahi kumuona. Yaani ndo mara ya kwanza namuona. Kwa daktari
daktari mwenyewe anaonekana machepele vile. Hata kama umetoka Muhimbili kweli ule, na wasiwasi naye. Vipi daktari? Mbona unipeleki? Naona umekaa tu mwenyewe, unaongea tu mwenyewe. Kuna shida gani? Naomba unifikishe wadini basi. Mimi nataka niende nikapumzike. Na najisikia vibaya sana hapa nilipo. Kwa kweli hapana. Kwa ile sura Muhimbili. Mwenzangu. Samahani, kidogo nilikuwa na mawazo hapa, nilikuwa najaribu kuwaza na kuwazua. Pole sana kwa kuweza kukawisha hapa muda mrefu. Wacha nikupeleke kwenye wadi namba 2 kwa ajili ya wagonjwa wa emergency. Pole sana. Nakuja kupatia huduma sio muda mrefu. Wacha nikupeleke ukapumzike kwanza.